Jumuiya St. Teresa of Avila. Tunawashukuru nyote kwa kuja tuunganike pamoja kwa ajili ya kuwakumbuka wazazi wetu. Father, asante pia kwa kupata nafasi in your busy schedule na kuja kujumuika pamoja nasi. Basi tunawashukuru wote kwa pamoja, shiriki ibada ya misa pamoja, halafu mwingine atafuata. Fila top. Imani wameilinda, mwendo wameumaliza, imani wameilinda. Wamevipiga vita, wamevipiga vita, vilivyo vizuri, mwendo wameumaliza, imani wameilinda, mwendo wameumaliza, imani wameilinda, mwendo wameumaliza, imani wameilinda. Tumekuja tena kusherehekea. Sherehe hizi huwa tunazifanya kule Kisii, lakini niliona wakati huu
watu wasitaki wateremke barabarani, waje tusifanyie hapa Nairobi. Na naona wale ambao kama kawaida huwa wanatembea kwenda Kisii wamefanya juhudi, wamefika hapa siku ya leo. Karibuni sana, msikie mko nyumbani, na ni desturi yetu kuwakumbuka wazazi wetu, kwa sababu wazazi walitushughulikia sana, walipata taabu nyingi kutuleta kutulea na mpaka tukafika mahali tumefika. Kwa hivyo kila mwaka tulisema kwamba ni vizuri tuwasherekee maisha ya wazazi wetu, na mwaka huu tunafanya hapa Nairobi. Karibuni sana Father Campo na Father Abraham. Asanteni sana kwa kuja ili kutusomea misa hii siku ya leo. Karibuni sana Wakristo wale wa St. Daniel Komponi, wanajumuiya na wageni wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Mungu awabariki na tuendelee kusherehekea maisha ya wazazi wetu. Tumsifu Mungu wetu, mtawala wa vitu vyote. Yeye ni Bwana wa mabwana, Mungu mwenye enzi milele. Enyi mlio mbali, njoni sasa tumshangilie, tumwimbie Muumba wetu, Muumba mbingu na dunia. Njoni tumwabudu Bwana kwa vigelegele vya shangwe, kwa ngoma, filimbi na vinubi, kwa baragumu na vinanda. Tumsifu Mungu wetu, mtawala wa vitu vyote, Mungu mwenye enzi milele. Bwana ni mwema sana, wala hana upendeleo. Huwaponya wenye magonjwa, wenye njaa huwashibisha. Kwa vigelegele vya shangwe, kwa ngoma, filimbi na vinubi, kwa baragumu na vinanda. Tumsifu Mungu wetu, mtawala wa vitu vyote. Yeye ni Bwana wa mabwana, Mungu mwenye enzi milele. Viziwi nanyi sikieni, maskini simameni, nanyi vuvuzeleni sasa, kwani Bwana anawapenda. Njoni nyote mfarijike. Njoni tumwabudu Bwana kwa vigelegele vya shangwe, kwa ngoma, filimbi na vinubi, kwa baragumu na vinanda. Tumsifu Mungu wetu, mtawala wa vitu vyote. Yeye ni Bwana wa mabwana, Mungu mwenye enzi milele. Jambo tena. Hatujambo. Tushakaribishwa kwa boma hii na familia yote ya The Magereres, na tunajua mada kuu ambayo imetajwa ni kwamba tunasherekea siku ya leo. Tunasherekea kipaji cha hao wazazi wawili ambao kupitia kwao Mungu alituzawadia mengi. Ni kwa sababu yao tuna familia hiyo, tuna marafiki kati yao, tunao aliweza kuleta mambo mengi ambayo tunaweza kuyasherekea siku ya leo. Vile vile tumeulizwa na familia hii tuweze kuomba ili kuendelee kuwa na upendo na amani miongoni mwa watoto na watu wa nyumba hii. Ndio maana ili tuweze is a little one. Makofi kwa yes. Mungu, kwa sababu Mungu anatugawia vipaji vyake kupitia kwa watu wengine wenzetu, akina mama, wazazi wetu. Kila mtu ni kipaji, na ukisema unangoja ugawiwe kipaji kutoka juu mbinguni, usiangalie mbinguni juu ungoje hicho kipaji. Mungu anatugawia vipaji vingi kupitia kwa wenzetu, na hivyo basi
Kwa njia ya kipekee tunawasherekea hawa wawili wazazi ambao wametutangulia kwake Mwenyezi Mungu, tukiendelea kujiombea sisi wenyewe na hasa akina mama. Mungu aendelee kuwawezesha katika juhudi zao za kila siku. Tuanze ibada ya leo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Nawaalika sasa, kabla ya kuanza ibada hii, tujute dhambi zetu ili tuweze kujiweka tayari kumtolea Mungu sadaka iliyo safi. Kuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, na tufikishe kwenye uzima wa milele. amina. Tuombe.
Mungu, ulimfanya mwanao pekee afike mbinguni baada ya kushinda mauti. Tunakuomba uwajalie watumishi wako marehemu Marko na Nora, ili baada ya kushinda mauti ya maisha haya waweze kukutazama milele, wewe uliyemuumba na mkombozi. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Is from the 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and then 6 to 10. I read, our future destiny. For we know that if our earthly dwelling and tent should be destroyed, we have a building from God, a dwelling not made with hands, eternal in heaven. So we are always courageous, although we know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith, not by sight. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord. Therefore, we aspire to please Him, whether we are at home. Word of the Lord. Thanks be to God. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipumzisha katika malisho mabichi, unipeleka kwenye maji matulivu, unipatia nguvu, uniongoza katika njia zilizo sawa kwa ajili ya jina lake. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bonde la giza, siogopi mabaya, kwani wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanituliza. Bwana ndiye, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Machoni pa adui zangu umenipaka mafuta kichwani, kikombe changu kinafurika. Bwana kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Siku zote za maisha yangu nitakaa nyumbani mwa Bwana kwa miaka mingi ijayo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa wangu, sitapungukiwa na kitu. Wane wangu wa milele, sitapungukiwa
Tunakutukuza Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa umewafunulia watoto wachanga mafumbo ya ufalme. Na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinasimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia, mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na hao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, mimi nawaambia siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Injili ya Bwana. Sifa kwako Yesu. Ibada ya leo hapa tumekumbushwa, tunazo sherehe, nimehesabu karibu 3. Ya kwanza kulingana na ile posta na hizi program zenye tuko nazo, kuna wazazi Nora na Marco ambao tunawasherekea na kusherekea maisha yao, na tunajua ya kwamba Mungu akitujalia wazazi ni kipaji kikubwa, ama sivyo? Ni kipaji kikubwa sana. Katika wazazi hao ndio napata wale ambao labda tunajuana na wao. Hao wana watoto, ni wajukuu wao, na pia nafikiri unaweza kupata kuna vitukuu wa hao wazazi. Kunao, yes, they are there. So you see the tree, how it started there. Nimekuja kumjua mama kwa sababu alikuwa anaishi hapa kwa muda, hasa wakati alikuwa anaugua, so nikawa nimemjua. Baba sikuweza kupatana na yeye, lakini nimeelezwa kwa wakati kabla ya kufa kwake alikuwa anaishi kule ng'ambo. Na hata ingawa sikumjua wale wa familia ya James na wengine ambao tumekuja kujuana. So that is how relationships are made, and we come to enjoy what God has given us through other people. Urafiki ni kitu cha maana, na fellowship, even in our church, because they fellowship with us, it is something that we come to enjoy together. And all these things, we are gathered here because we are friends, we are part of the family, to come and celebrate them. Celebration is only meaningful if there is thanksgiving, ikiwa kuna kushukuru ndani yake. Na ndio maana nilisema ni vizuri wakati tuliitwa tuwe na misa, nikasema ilikuwa ni jambo nzuri, and I believe you always do that for the gift of who they were and who they continue to be in the lives of the family, but also us who are, by extension, those who have become friends with your family.
So tunasema asante kwa hicho kipaji ambacho ni hao wazazi wenu. Wa Giovanna ambaye ako na birthday siku ya leo. Pia kuonyesha we are celebrating again life that was born into heaven and another life also brought among us. The mystery of life, you know. Someone is, I don't know how old is Giovanna, I don't think that she is 5 years. Akuna ngapi? They are mysteries of life. And for me, it was good that you mentioned that she is celebrating her birthday. You see, life has just come into this world of ours. Other lives left this world to another life in heaven. The mystery of life, and also we can say is the beauty of life. Alafu siku yao, International Women's Day. And we are here to congratulate you and to thank God for who you are in your families, in the church, in the society. We don't want to take you for granted. By the way, you are very important in the society and in our families. So even in this mass, tunataka kuwainua kwa njia ya kipekee kupitia kwa sala kuu ya misa. Mungu awazidishie nguvu ya kuendelea na kazi nzuri ambayo mnaifanya. Alafu tuwaombee zile kazi mbaya muache. Kuna kazi mbaya? Hakuna. Okay, hakuna. Yes, so zile nzuri Mungu apende kuziinua na kuzikuza ndani yenu ili matunda yaweze kuendelea kuwa mengi na ya kumfaa Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. So asanteni sana kwa kuwa mmefika pia kwa wingi. Now, coming back to our celebration today, siku ya leo tunajua ya kwamba tunaendelea kuwa na nyakati za Kwaresma. Wale ambao ni Wakatoliki wanaelewa ya kwamba we already started the Lenten season na tunaendelea mpaka siku za Pasaka. Na rangi tunayoitumia ni gani? Purple, si ndio? Ni kwa sababu as we celebrate the two, we are celebrating resurrection. Mungu ni mwema kila wakati. Yes, so that is why we chose white color to tell us it is not so about mourning kwa sababu walituacha. It is not so about sadness, but we want to emphasize the theme of resurrection. Na hata hapo kwa zile poster nimeona wamequote John chapter 11. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Because as the Bible tells us, those who believe in Jesus Christ, their way, it is their destiny. Resurrection is their destiny. And this is what we have come to celebrate. We chose the first reading from second letter of St. Paul to the Corinthians. Na hapo Wakorintho wa pili sura ya 5 is destroyed. We count on a building from God, a heavenly dwelling not built by human hands. Na kila wakati yes. Hapa mtume Paulo anatuambia juu ya vitu viwili. Anataka kutugawanyisha katika fikra zetu na tafakari zetu. Tuelewe ya kwamba kuna maisha yetu ambayo tumeyabeba wakati tuna huu mwili ambao tunaushika. And he compares that with a tent. Si sasa tuko chini ya tent, tuko chini ya hema. Now, I guess after this celebration here, the Margaretas will take away this tent. They will dismantle it because of one fact.
it is to serve a temporary purpose. A temporary purpose. After that, watatoa hizi chuma, waweke hii kitu, and they fold it away. Because it is temporary. Na Paulo amesema ya kwamba tukiwa tungali hapa duniani pamoja na mwili huu, we are like tents. Sisi ni kama hema. So what he is talking about is tuzingatie nyumba ya milele. Nayo ni wapi? Ni mbinguni. It is there where we find our eternal home. And there I'm going to make you a place. So he points us to that. He points for us that heavenly home. Na kuja kwetu hapa is not certain things concerning our lives. That sisi ni wapita njia kwa sababu Mungu ametutengenezea makao yetu mbinguni. And for me, every time I celebrate any memorial mass, kama hii yenye tunasherehekea siku ya leo, every time when I celebrate a funeral, I always insist, hata tukisomewa neno la Mungu, sio ati hao. So ni wakati mwingine ambapo Mungu anataka kuongea nasi kwa occasion hii, ya kwamba tuzingatie mahali ambapo Mungu ametutengenezea, where it is eternal, and that is in masikio. Mwisho wa somo hilo tumeambiwa na Paulo, ndio tutaishi hapa ulimwenguni, but there will be a time of a tribunal, and it is there where it will be distinguished. How did you carry yourself when you are in this body? Wakati nimekuwa hapa ulimwenguni, how have I been? The exact words of the reading, according to the reading of today, have been, for we all have to be brought to light before the tribunal of Christ, for each one to receive what he deserves, for his good or evil deeds in the present life. Wakati tuko katika mwili huu. So even wakati tunasomewa haya masomo, ni vizuri tuzingatie ya kwamba hayasomewi watu wengine. Sisi ambao Mungu ametujalia na akatuunganisha hapa kusherekea, he always has a message for me and you, that we are pilgrims, sisi ni wasafiri, na huku si kwetu, because tunaelekea mbinguni. And we have always to think of this. It is always good to think that we are temporary here. We are not permanent here. And when we think of that, when we think in that way, kwa kweli tutajitayarisha kwa namna inayofaa. Labda kuna baadhi ya wenzetu ambao tunapuuza mambo ambayo tunafundishwa na neno la Mungu. Kuwa karibu na ibada ambazo zinatutia nguvu na kila wakati kutukumbusha, we are called to renew our relationship with those places and the situations which bring us closer to God. Let us remember those words. Now, in the same theme, the reading of the gospel ni ile ambayo tunaijua vizuri sana. Wakati Yesu alitumia mfano akasema, ufalme wa Mungu unaweza kufananishwa na wanawali 10. 5 walikuwa wenye busara, na walipokuwa wamealikwa kwa harusi, walichukua taa zao, wakachukua pia na mafuta. Wale ambao walikuwa wapumbavu walichukua taa zao, lakini I don't know what. So tumesikia vile kumeelezwa hapo usiku wa manane, mwana harusi amefika. Alipofika, tunaambiwa wale ambao walikuwa wamejitayarisha walikuwa ndani ya karamu.
wale ambao walikuwa wamesahau ama hatuambiwi kama walisahau, because I like also the fact that they just didn't take. And then when the time of celebration comes, hapo ndipo wanaanza kuombaomba, mpatieni, tusaidieni. We do not know. The point of this gospel is to remind us to be always vigilant all the hour. Hatujui saa, hatujui wakati. So we are again being reminded by this occasion to be prepared, to be close to God, to be close to Jesus, so that the resurrection which he underwent will be our way at the end of our times here on this earth. Here in my Bible, I carry a little reflection. A little reflection. I have this one, I think, for the last 15 years or so in this Bible. This Bible was given to me 1993 when I was in the seminary, 1994 when I was in the first year of seminary. And some years later, I got this reflection from some book. I just photocopied it and I kept in my Bible. I unfortunately forgot the name of the book and even the author. But it is talking about remembering. Remember, what we are doing today is a memorial, and a memorial is remembering. So I would like to read this reflection so that perhaps you will like it as I did myself. It says, everybody loves to be remembered. Everybody loves to be done what? Remembered. To be remembered. Do you like to be remembered? Yes. Yeah. Okay? Yes. So this reflection goes like this. Everybody loves to be remembered. But if we want to be remembered, we have a duty also to remember. We have also the duty to do what? To remember. If you want to be remembered, you have also the duty to remember. And so when I heard Mr. James talking about this occasion happening every year, I just took out this page and I said, it is a good deed. It is something beautiful. When we are able to remember others, we will also be remembered. We will also be remembered. This is charity. This is good. Memory, it continues. Memory is a powerful thing. Wrongly used, it can bring death rather than life. Rightly used, it is a form of immortality. It keeps the past alive. Katika hayo maneno kuna uzito, kuna pia undani zaidi. Because we are being told that when we use our memory, the faculties that we have to remember, if we use them well, it is a form of immortality. Immortality is when something or somebody does not die. And I think you will believe that when we remember anybody, they still continue to live in our memories. They are there present. And by the way, wale ambao ni Wakatoliki hapa, tunajua ya kwamba misa takatifu yenye tunasherehekea kila wakati, it is a memorial. Na katika misa kuna maneno ya muhimu sana. Wakati padre amebariki na kuitisha Roho Mtakatifu ili aweze kubariki kipaji cha mkate kigeuke kuwa mwili wa Kristo, huwa pia anainua kikombe cha divai na kusema maneno baadaye, akasema, do this in memory of who? Of me. Cancelled time. Time falls out
And it is Jesus again present with us here, celebrating the Last Supper. Do we believe that? Do we believe that? Yeah, this is the mystery of the Holy Mass. That when he said and he commanded his disciples, do this in memory of me. In other words, he was telling, you can live 100 years after this, ile karamu ya mwisho. Unaweza kuishi hata miaka 2000 au miaka 3000. But whenever you do this in my memory, I become present now, here. Time falls out and we are there again with Christ celebrating. A memory can do. It brings immortality. That means someone who we think died or who passed on becomes present in our lives. That is what it means to be. It is a form of immortality. Those we remember never die. Those we remember never die. They continue to walk and talk with us. Their influence is felt among us. There is nothing strong or more helpful than good remembrance. Here, those words are very much like what we are doing. Nora and Marco, our brothers and sisters, our parents, we want you to know that we haven't forgotten you. We remember you to us today. You know, you see, for the family, their memory of their their parents perhaps is different from the rest of us, because there is a lot that they share, and that is why for them it is a little bit different. You remember someone, that person becomes present in your reality that particular, you know, and it is something beautiful. May it also assure us life for you, that eternal life Christ came on earth to give us. And so that is what is there in memory. The gift that is there, the power that is there in remembering other people and their souls. And because there is one thing that tulifichwa na Mungu. We do not know what exactly happened. We do not know. Long tradition, coming from the scriptures themselves, coming from our magisterium, telling us, those who have gone before us, let us pray for them. Let us pray for them. We do not know how they went before the Lord. We do not know how they are. Do they need some form of cleansing? We offer our prayers for them. If then they found perfection, because it is only God who can give us perfection. If they already found it, they become our intercessors. They continue to pray for us, pray for the family, and we can call on them just as we call on the declared saints that we have in the church. So it is in this that I invite you that we continue to celebrate them as we also think and reflect on our own reality. Sasa bado tuko katika safari zetu. I remember one time when I gave a little story of a certain king who in his kingdom there was one young man who was not so well upstairs. Alikuwa na akili pungufu. So huyu mfalme kila wakati alikuwa anampokea huyu kijana katika palace yake.
anasikia mtu amegonga mlango, ni yule kijana mwenye akili si mzuri sana. Akawa baada ya kuendelea hivi akawa amesumbulika, amesikia nasumbuliwa na huyu kijana. So ili aweze kumuondoa hapo kwa palace yake, na hataki kuambia askari wamshike wamweke ndani, akampatia, akaenda akachukua fimbo, akampatia fimbo maalum, a special stick. Akamwambia, sasa kazi yenye ninakupatia ni kwamba zunguka katika ufalme wangu wote, upatie yule mtu ambaye utapata ni mjinga kukuliko hii fimbo. Akampatia hiyo kazi. Mfalme alikuwa anafikiria ya kwamba now with that assignment this guy will go away from me, he will not be disturbed. So akampatia hiyo fimbo, akamwambia, zunguka familia zote, zunguka ufalme wangu wote, ukipata mtu ambaye ni mjinga kukuliko umkabidhi hiyo fimbo. So huyo kijana akasema, I have the mandate of the king to go and look for a person who is more stupid than me. So akachukua fimbo, akaanza safari zake. The kingdom was big, so it took many months. Kila siku anaenda, anaangalia familia hiyo, anaangalia watu wamekutana sokoni, kama kuna yule ambaye ni mjinga kumliko ili amkabidhie hiyo fimbo. Hakupata. So baada ya kuzunguka miezi kadhaa, akawa amechoka, akarudi na fimbo. So akaenda akaketi, akagonga mlango wa palace ya mfalme, akakaribishwa. Mfalme akaitwa, wakakaa chini. Akaambiwa, bado uko na fimbo, haujapatiana, haujaona mtu ambaye ni mjinga kukuliko ili uweze kumkabidhia hilo fimbo? Akamwambia mfalme, sijapata. So wakaendelea kuzungumza, ni nini ambacho imeendelea hujapata? So utaendelea hivi kwa namna gani? How will it continue like this? Will you continue to have this rod, this stick with you always? Wakazungumza mengi. And then the king was asked, wewe kama mfalme unafikiria utakufa lini? So huyo ni kijana kamuuliza tu, wewe unafikiria utakufa lini? Labda anafikiria haya maswali ya mfalme yatakapoisha, labda akufe, itaweza kuwa mmoja wa hii familia ya mfalme. So akaambiwa na mfalme, no, me, I am the king, the most powerful man in this place, in this area, in this kingdom. So mambo ya kifo siwezi fikiria. You know, some kings and even presidents think that they are eternal. So this king started to think and express this to the young man as they conversed. So huyo kijana akamwangalia vile ameongea, akasema, ati mfalme umesema hautawahi kufa, you are eternal, na hayo mambo ya kufikiria juu ya kifo huwezi kufikiria. So kijana akanyamaza kidogo, akiwa ameshika hilo fimbo, akasema, mfalme, sasa nimepata mtu ambaye ni mjinga kuniliko. So fimbo ndio hii, akamkabidhia. Sasa nimepata mtu mjinga kuniliko. So alizunguka everywhere na akarudisha na akampatia, kwa sababu kwake amepata mtu ambaye alikuwa ni mjinga. About life after this one, sio ujinga. Shall we present to him? What account shall we present to him? Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Maujaji wa matumaini. Kwa tumefikia hapo, nitaomba wachache tu tuweze kusimama, alafu hao wachache watuongoze kwa sala za waumini.
So if we could have 3-4 people who will do the prayers of the faithful, we are most. Tunataka kukabidhi mikononi mwako hao wawili ambao wametutangulia, ili uendelee kuangalia na macho ya huruma na waweze kukupata ukiwa hakimu mwenye huruma na neema, waweze kuingia katika ufalme wako na kushiriki na malaika na watakatifu wako. Bwana, tunakuomba. Pray for peace between ourselves, these children, and their children. And Lord, may your grace surround us every day. That everything we do, Lord, may reflect the heart of your Son, Jesus Christ. Lord, hear us. Lord, graciously hear us. Bariki Baba Paroko, padri wenzake wanaotuongoza na kufikisha neno la Mungu. Bariki pia viongozi wetu wa kanisa na jumuiya zote na vikundi. Bwana, hasa msimu wa Kwaresma, uweze kubadilisha mienendo yetu iendane na neno lako, Bwana. Bwana, tukuomba. Bwana, sikiza sala zetu. On the 4th anniversaries of our late parents, we want to take this opportunity to pray for the family, that you may continue to keep us together, united, in love for one another, and in love for you. We also pray that we may grow in faith together and become better people with a vision that one day we shall meet our late parents in the kingdom of God. And we want to pray that, Lord, you may continue to shine your light upon them. And we hope that if they are still we pray that if they are still in purgatory, that, Lord, you may have mercy upon them and allow them to get into thy kingdom. This we pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Nguvu awazidishie neema ili ya kufanya na kutekeleza majukumu yao kama akina mama katika sehemu zote za maisha yao. Tunaitisha usaidizi wa Bikira Maria mama yetu tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amkeni wote tupeleke kwake Bwana. Amkeni wote tupeleke zawadi kwa Bwana. Sasa ni wakati wa kutoa zawadi. Chochote ulicho nacho kakitoe kwa Bwana. Amkeni wote tupeleke kwake Bwana. Amkeni wote tupeleke zawadi kwa Bwana. Amkeni wote tupeleke kwake Bwana. Amkeni wote tupeleke zawadi kwa Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, yeye amekulinda. Chochote ulicho nacho kakitoe kwa Bwana. Amkeni wote tupeleke zawadi kwa Bwana. Mama, simama, simama kwa furaha. Chochote ulicho nacho Twende wote tukatoe sadaka kwa Bwana. twende wote tukatoe sadaka kwa Bwana.
sadaka kwa Bwana. Twende wote tukatoe sadaka kwa yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. E Bwana, tunakuomba uitazame kwa wema dhabihu tunayokutolea kwa ajili ya watumishi wako marehemu na hao uliowajalia heshima ya imani ya Kikristo, wajalie pia tuzo yake kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote,
Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Philip na wasaidizi wake David na Simon Peter na waklero wote. Wakumbuke watumishi wako Marco na Nora, uliyewaita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili wao walioshiriki kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wako Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Teresa wa Avila, watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tutahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, nayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo uwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Mpeane amani. Amani ya Kristo. Amani ya Kristo.
wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Sistahili uje kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina.
kwa wema wako ulionitalia. Kusifu kwa nyanga ya manango, siwezi kulinganisha na wema wako Bwana. Asante, sina cha kulipa wewe kwa wema wako ulionitalia. Asante, sina cha kulipa wewe kwa wema wako ulionitalia. Mwana wake mzaliwa wa pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Tuombe. E Bwana, uwazidishie watumishi wako marehemu huruma yako kwa ajili ya sadaka hii ulioipokea. Katika ubatizo uliwapa neema yako, na sasa uwape furaha kamili ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa tutapokea baraka za mwisho. Nawe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa yetu imekamilika, nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Sasa tutabariki. Amina. E Mungu Baba Mwenyezi, wewe ni chemchemi na asili ya uzima wote wa mwili na wa roho. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa imani tunatumia tukiomba msamaha wa dhambi zetu na kwa ajili ya kujipatia ulinzi wa neema yako dhidi ya magonjwa na mitego ya adui. Utujalie Bwana kwa huruma yako maji haya yawe daima kwa ajili ya wokovu wetu, ili tuweze kukujongea wewe kwa mioyo safi na tuepuke hatari zote za mwili na za roho. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki kiumbe hiki, yaani chumvi hii, ulioagiza kwa njia ya nabii Elisha itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba ee Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji, ufukuzie mbali kila uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho Mtakatifu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Nilipata ladha ya kukuimbia kanisani na kusifu kwa nyimbo, ngoma ya ngoma, siwezi kulinganisha na wema wako Bwana, na kusifu kwa nyimbo ulionita. creating time to come and celebrate Mass with us today as we remember our late parents, Marco Mangerere and Nora Mangerere. Secondly, I want to take the opportunity again to thank each one of you for creating the time to
come and be with us during this great celebration today. Number 3, I want to thank my brother James Mangere, and the family. I can see Vera is walking away. The family for organizing this event today. It takes effort, and it also takes some finances. You know, even printing this program takes money. Even preparing the banner takes money. The refreshments. But one thing I want to say is that James is a very generous person. At least I know he's more generous than me. And you can give him a hand of applause for that, please. So I know it is time also to remember our parents. The parents, of course, gave birth to each one of us, the siblings here and those who are elsewhere in the world. And first of all, we want to thank them. And it was a blessing from the Lord. When you get children, it's a blessing from the Lord. Not so? Yeah, we thank God for them for having, given birth to us. And we were able to learn from them. We have learned from them in many ways. But to cut the long story short, I remember my father was a parish priest, a parish chairman. At Nyamawa, he was a parish chairman. And James, I know he's been a chairman of parish some time back. Is that true? Yes. I was also chairman of parish. Yeah, I was a moderator for 4 years. And so we learned to be close to God from our parents. That's why today we are happy that we have the opportunity to celebrate Mass, so that good Lord may have mercy on them and admit them into His kingdom, where they can enjoy His perpetual life. I know it is time to remember what they did for us. Of course, they were able to pay school fees for all of us. And those days, I think, we were about 10 or more. But I know to get school fees for them, and also to cater for them in terms of, ensuring that there is food, yeah, and other requirements, yeah. So, taking care of 10 children, it was quite a big effort. But I think it was a joint effort between the mom and the dad to ensure that there is food, to ensure that school fees is available, and that the children are happy. But one thing I remember is that we were allowed to interact freely with other children. And when you do that, the children really feel play with other children, and also above all to ensure that we go to church. On Sunday, we had to go to church. About my mom. Okay, I haven't said much about my dad, but my dad had other responsibilities. Besides having been a chairman of a parish at one time, at another time, he was also the KTDA director in charge of Kisii. He was at board level. He was the director representing some part of Kisii. So he held some responsible positions in the pub. Yeah, he served the pub as well. My mom, of course, she had to ensure that we had enough to eat. Ugali was her favorite. She had to ensure that it was well cooked. I know now that I'm mentioning it, some of you may be feeling like you should go across. But she cooked well for us. She took good care of us, and ensured that we were disciplined. Sometimes Jose was away working, yeah, especially. But there was at one point there was a company accountant of Sotikti company. He was an accountant by profession. So sometimes he would be,
out in the mashamba ya chai, and madam, my mom, would be taking care of us. She ensured that we were disciplined. Yeah? She made sure that we grew up disciplined. The elders, you know, when we were growing up, the elders had the opportunity to cane you if you misbehave. They cane you, and you know, the parents would not complain because it was a collective responsibility of the neighborhood, yeah, to ensure that the children were brought up properly. Now, I want to thank the Jumuiya here in the Catholic Church. We hold Jumuiyas very, very dearly. Jumuiyas, I know there is a Jumuiya that James has praised that is very strong here. Also, where I come from Karen. My parish is Regina Chen, Karen. My Jumuiya is St. Paul. St. Paul's North Christian. The Jumuiyas are there for you. When you are celebrating like today, yeah, they are here for us. When Mzee and Mom died, they were here for us. Today we are celebrating memories, the good memories of the parents. And so they are here for us. But you know, I don't want to sit before I introduce my wife. Maybe you can stand and you want to say something, Megan? Oh, thank you. Pilgrims of Hope. Together in prayer. Together in prayer. Pilgrims of Hope. My name is Nelly. Okay. And thank you so much for having us and for coming to remember our dear parents with us today. Thank you. You know, I can't forget to introduce her because in the evening then I might not get to God. So God is good once again. All the time. And all the time. God is good. My brother is not there, but the wife is here, Jackie, together with the moderator of the Jumuiya, Vera. Both of you, please come and say something. Jackie, where are you? And Vera. Well, the moderator of the Jumuiya is Vera, so I'll give them the opportunities to just say something. Mauchaji wa Bwana Pamoja katika sala. Mauchaji wa matumaini. Nashukuru Father kwa World Mass. Na washukuru wote kwa kukuja. Nashukuru Jumuiya gani? Kwa kufika hapa. Nashukuru wote wenye mmekuja. Pia nashukuru sana kwaya. Umeimba vizuri. Mimi naitwa Jacqueline, twin brother James. Mwanangu anaitwa Joseph. Natoka Jumuiya ya St. Magdalene, Parish St. Monica. Huko ndo nashiriki. Na mimi nilikuwa na wakati ni mzuri kuwa na wazazi. Wazazi walikuwa wazuri sana, walitupenda. Vile mmesikia wazazi walikuwa wamelea watoto wao vizuri. Na tukikuja tuliambiwa tusikuwe na stress na watoto wao. Mimi vijana wangu nimewalea vizuri, hawata wasumbua, nimewafunza kufanya kazi. Kwa hivyo yani majukumu ya nyumba mtakuwa na stress. Na ni ukweli ukiwauliza hata first born wao ushughuliki na wao, kama huko anaweza ingia jikoni ajipikie afanye vitu zake. Kwa hivyo sisi tunafurahi na kwa sababu ya wazazi ya kulea watoto wao vizuri. Sasa sisi tukaingia kwa familia hiyo, tukakuwa pamoja na wao. Ni hayo tu. Langu ni kuwakaribisheni nyote katika boma hili letu. Mjisikie mko huru na tushiriki pamoja. Thank you so much to our priest for making to this place. We don't take it for granted. We really appreciate. The day is still young. Tuendelee tu kujinais, si ndio? Karibuni sana. I have two cousins here, Peter and Carol. Please come and say something, and then I'll hand it over. And then I'll call. There is also one friend, who, my fellow partner we work with the office, Osire, advocate, is also seated there. I'll give him an opportunity to say something small before he sits down. Naitwa Peter. My father ndio last born kina baba yake, my uncle Mark. Ile kitu ningesema maybe reiterate is what my cousin
cousin Lawrence said, about generosity. My uncle was very generous. Sidhani kama there is any nephew or niece ambaye alikutana naye akakula pesa yake. So we used to go to KTDA when he was in the board, KTDA. You find ourselves about 10-15 cousins. Hatujui sasa board meeting inaisha saa ngapi. So tunangoja kutoka saa 2 mpaka saa 10. Anapata tumekauka midomo. Anaanza kutuuliza, kaa usiku yote kuningoja. Haya, kuja. Shida yako ni gani? Ninataka viatu, ninataka belt, ninataka kwenda driving school, ninataka kufanya hii. And he'll take care of us. Nakumbuka kuna siku moja nilipatia pesa, nilikuwa nimeumia macho. 6,000. Karibu nilikuwa mwenda wazimu. Because nimetoka high school. So nilienda kwa hiyo pesa nikaweka kwa nyumba, nikachukua elfu moja nikaenda nikakula chips. Lakini kutoka huko kwa chips, nasema mtu anachukua hiyo pesa. Narudi naichukua hiyo pesa, nakaa nayo nikisema hapa nje naweza nyang'anya. He was very generous. Probably as generous as James, like Lawrence said. The last thing I want to say is that as much as he took care of us, he also took care of our parents. My dad has given me lots of stories about my auntie, how I used to cook for them. My father was. Nilisema mzee baba yako alikuwa anakuja anachukua viatu zangu za nini, kuja go and pick his shoes, lots of shoes. Anatoka kazini anapata anashangaa viatu zake zimeenda wapi. Kumbe ni alifanya nini? Alichukua. So these were dear parents. Some of the things I've said, probably Lawrence, James, and anyone else has not heard of this, whatever I've said. So I want to thank God for their lives. I want to thank God for the legacy they left. And I want to thank you for the Christian fraternity in this place. Najua kama James hakuwa anakuja kanisa ama hakuwa anakuja jumuiya, amngekuja in these numbers. So I'm grateful. Thank you, Father, also. Be blessed. Thank you. Good evening. My name is Caroline Machaka. I'm a cousin to James. And yeah, sister and brother. Thank you. Because as my other cousin has said, actually my mother grew up in their home. She's the one who used to take care of people and knock their heads a little bit. All my cousins, there's no day they come to Kisii, they don't pass our place. The first place they pass through is our place. Because they get to Itumbe before you go to Igari. So the first stop, the first lunch is at our home. My mother is called Imelda, my father is called Vincent. And Auntie literally lived at home, partly here and at our place. And the first place I ever traveled to, like you're going on holiday, is their place. And we used to play in the tea plantation. They have a very big tea plantation. And that is what motivated my mom to plant a lot of tea. Because the tea is what enabled my uncle to take care of them and take care of everybody. And they were the benchmark my mom used to use. I want you guys to work so hard like my brother's kids. So if you go to school, if I'm paying that school fees, and that school fees is coming from that tea. So when we go to my uncle's place, we go to pick tea from 6 o'clock in the morning. Equally at our place, you pick tea from 6 o'clock in the morning. So what we were taught was the values they instilled in us. Number one was the church values. As you said, Nyamawa Parish. From our place to Nyamawa Parish is more than 10 kilometers. But we used to be walking up in the morning on Sundays and walk all the way to Nyamawa Parish for Mass. So you don't have an excuse to miss church. Number two, it is the diligence of work. For them, they did not choose. There is no work which was lesser. Be it going to the farm, be it working in the house, and that is why all the boys, be it you are a girl, you are a boy, you can go to the kitchen and cook. So that diligence and that working, it has brought us up to be more diligent also in our offices and respect each and everybody's career choice. We feel blessed, I feel blessed to be here. It
it is a blessing when you have brothers and sisters who walk in Christ. You are more encouraged also to walk in Christ. Tumsifu Yesu Kristo. Baba yangu ndio last born. Na sijui niseme nini. Huyu aunti yangu na baba yangu walikuwa wazuri. Baba yangu akiwa last born, sisi tulikuwa wadogo sana. Hata wengine unaona hata jina yangu ingine ajui. Lakini bado ni kazi yangu na nijua hiyo jina nyingine. Nimefurahia sana kukuja huku kutoka Ruiru. Nasoma St. Michael under Ruiru Parish. Na nasoma katika jumuiya ya inaitwa St. Lawrence. Nimefurahia sana kukuja pamoja na nyinyi, mmetuambia vizuri. Mmetubariki, Bwana ametubariki. Ile yote amefundisha ni kitu ya maana sana. Sisi tuliobaki sasa hapa tufikirie hiyo mambo vile anasema tufikirie mazungumzo hiyo. Tuseme ni asante kwa kila jambo na mnakuja huku mkienda mbarikiwe na mpelekeni salamu zetu. Fathers and great grandfathers were all Catholics, and what they used to do, they used to go to mass in Latin. You know, it's only recently that we have started listening to English. And you see, those days, the father did not look at us. The father just came down the altar and looked at the cross and the front. Wangapi walifikia hiyo? Wakati father alikuwa anaangalia mbele, si amegeuka na kuangalia. Oh, I think most of you know that. And most of the masses used to be in Latin. So here come, please. Msifu Yesu Kristo. Jina naitwa Bosire Kenneth. Huyu rafiki yangu tumekuwa na yeye tangu 1990. Tunafanya kazi na yeye. Pata, thank you very much for the summer. Na kufikiria mchinga ni nani. Na nilipata bahati ya kuchua mama wakati alikuwa hapa. Na tumeongea na yeye. Na ni mtu alikuwa mzuri kwa maono. Na wakati mwingine mkikaa na yeye msikize na kuambia mambo mazuri. Na papa sikuwahi kutana na yeye, lakini kuna historia fulani nafikiria sisi kama unajua. Papa yangu walikuwa wanafanya kazi na yeye kwa miaka mingi. Kupitia kwa papa yangu amenieleza juu yake. Kwa hiyo sinamjua tu. Yes, sasa nasema nimeshukuru kwa kushiriki na nyinyi na tunaombea familia na wao tuwaombea kwa ile maisha Mungu awabariki. Asante. Tumalize speeches zote ndio tukianza kula kuondoka wanaondoka, si kweli? Nafikiri nafasi sasa nitapatia kwaya sasa tupatie mwelekezi wa kwaya ama kiongozi wa kwaya aongee mmoja akimwalika pia. Hatukutarajia, sisi tulikuja kuimba tu na kukula. Hatukutarajia tutaongea. Lakini kwa sababu tumeambiwa tuongee kwa niaba ya wanakwaya, nataka kwanza kurudisha shukrani kwa wanakwaya wangu kwa kufika in good numbers. I really appreciate the support we have given the family of Mr. Magerere. And in a special way we want to appreciate Mr. Magerere. Lakini anaongea, acha kwanza amalize. Ama nimekupigia simu nikakwambia kwaya iko na jambo na ukaniambia upatikani. From wherever you are, you have always supported us and supported us generously like everybody has said. We have tested the generosity of Mr. Magerere as a choir. We have 3 choirs na tukimuita any of the choirs ikimuita anasimama akiwa moderator even now when he's not the moderator. So we appreciate you. We thank you, we thank God for you and we pray for you and your family every day. Kwa mafadha wetu pia tunawashukuru kwaya kusimama na hii familia, kusimama pia na jumuiya hii ya Mr. Magerere and for coming all of us to be with them. We appreciate you na watu wa familia tunashukuru kuimba kwa makumbusha wazazi wenu kwa hivyo. And all the time God is good. I begin by thanking my father for getting someone from these people because they are very intelligent people. I represent Melen. Melen was the eldest daughter in this family. I am
her second born. I see my elder brother there, Bright Nyamwaya. There's another brother who follows him. It's called Sydney. He was not able to come here because of work. And I'm really humbled to be part of this family because these people, they are not normal people. They are very intelligent. Thank you very much. My name is Peter Dembo. I'm the parish secretary for CAU. Father, thank you for the good one that you've given us. And the choir, tumefanya kazi hata nisikia kama naweza join hiyo choir. Sauti mmetoa. Hiyo sauti mmetoa ya nguvu. This family, yeah, the Magereles, and I may not have met those parents, but from the look of things, they are very proud of you guys. Because wanaona ile mbegu walipanda is a strong seed. Mpaka saa hii ina multiply. Na ina multiply even good things. Like James ni member wangu wa CMA. Na he has supported this CMA in all ways. Hakuna siku hata kama ako wapi. Aone kwa mtandao ati there is something that niandike. Hata kama kuna harusi ya mtu, niandike. He calls me. And we are very proud of you. To console nyinyi. Na the whole CMA fraternity, maybe we are several here. Simameni wanaume wasili. Amjijui sinaona na others. Asanteni sana. Their sympathies. They are with you in prayers. Ni venye sasa unajua kazi inakuwa nyingi. They are held up elsewhere. Thank you so much and God bless you. Kila wakati. Basi tunasema pia asante kwa kutualika, tumefurahi, tunasherehekea pamoja. Na I want to wish also the women happy Women's Day. Thank you. Tuko pamoja, tuendelee kushikana mikono, wanajumuiya mnaendelea vizuri. Nimeongea mengi lakini bado naweza kuyasisitiza. Nilisema tayari ya kwamba yule ambaye nilimjua kati yao ni mama wakati alikuwa anaishi hapa, akiangaliwa na akina Vera na James na familia yake, na nikaona alikuwa ni mama ambaye ni mtulivu. Nilikuja hapo mara kadhaa nikaongea na mama na yes, I still remember that humility and the joy that she was radiating, even though at that point she had some ailment. And I think some of these things are some of the things that we celebrate today. People who radiate joy, they radiate peace, even when they themselves are in some ailment. Why? Because this is their nature. Other things, they are just by the way. So nimesikia mengi yakiongewa na familia, nikasema I can confirm that, especially from mom, and I believe that wakati alienda kutafuta bwana, alitafuta mtu mwenye wako karibu kufanana. So I believe they had more or less the same personality and character. And the other thing is to wish our women all the best as they celebrate their International Day of Women. Ukiangalia sehemu nyingi ambazo kunaongelelewa kuhusu Women's Day, they will give you statistics. Statistics za femicide, statistics za rape, statistics za inequality, and all these things. And of course, many times we men are the
the culprits in all these wars that are being reported. As we ask you to forgive us, we are also saying that also women themselves have a lot to play in their success stories. Today I had a mass at 8 o'clock with CWA because walikuwa wanaenda mazoezi kule GSU. And one of the things I was saying is that I remember somebody telling me sometimes women are their own enemies. Ni kweli? Inaweza kuwa hivyo? Yes, I would like to ask that this kind of thing be challenged by our faith. Imani yetu. Ili, kwa sababu the theme of this year for the Women's Day is made of 3 words. There is empower. Empower women, empower the girl child. The second word is inspire. Inspire the woman, inspire the girl child. And number 3, elevate. So, empower, inspire, and elevate. Sisi kama wanawake tusingoje kila wakati iwe mwanaume watatu elevate, watatu inspire, watatu empower. Let us remember we have also the power to empower ourselves and to empower one another. You know, and we elevate one another by being loving to our fellow sisters and fellow women and so on. Nafikiri tukisherekea hivyo mwaka huu na tuendelee kuwa na huo moyo, we will see many more fruits coming from us. So with these words, I wish you all the best, and I appreciate again for this opportunity. I think I'm meeting her for the first time today. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. How old are you now? True. Happy birthday to you. Labda angeweza kuelewa ni nini mnamfanyia, lakini atajua baadaye wakati ataona video after 3-4 years, ataelewa kumbe nilianza kuwa mtu wa maana kutoka kitambo. And that is grace, that is beautiful. We are still happy birthday dear Mama. Happy birthday to you. Sasa. Now this is the highlight for little children. They like it that way. Very good. Many more years. Tuko kwa koti moja na wakili Manyerere na familia yake, so kwangu ni hapa karibu, lakini wasasi wote wale tunasherekea leo nilikuwa na wajua, hasa mama tulikuwa tunajuana sana, kuwaombea tukiambia Mungu aweke roho zao mahali pema peponi. Kusema ukweli, kama mama ni mtu alikuwa mchangamufu kabisa. Ukija hapa na kuleta juu na mastori mpaka ukienda unajua mumeongea, na vile Mungu alimchukua
ni kumbusho kwetu kwamba sisi sote hiyo ndio njia. Hakuna mtu ataenda mbinguni kwa njia ingine, ni hiyo tu. So tuende kumuomba Mungu atuongezee nguvu na atuongezee maarifa ili tuweze kumfuata kila wakati. Na pia nauliza wachukuu wake na watoto wake wengine siwajui. Najua tu watoto wa Benjamin